akina mama wengi, awe ameachika, awe amejivua mwenyewe kwenye ndoa, awe kadhi ameivunja ile ndoa, wengi wanajua eda ni miezi mitatu. Ndio maana nikasema, mama zangu, mbona nyinyi ni wazee wa miezi mitatu? Sio kila kitu miezi jamani. Sikizeni sasa, mwanamke gani ambaye eda yake anapaswa akae miezi mitatu? Yupi huyo? Ni mwanamke aliachwa. Kigezo cha kwanza awe ameachwa. Sawa? Kigezo cha kwanza awe ameachwa. Kigezo cha pili awe hapati hedhi. Kama hupati hedhi katika maisha yako, ni mtu mzima, umeshakoma, umeachwa, wewe sasa ndo mzee wa miezi mitatu. Lakini wanaopata hedhi wengi leo wakiachwa wanakimbilia kwenye miezi. Shosti, nishamaliza alhamdulillah rabbil alamin, miezi yangu mitatu. Miezi yako mitatu kutoka wapi wewe? Wewe unapata hedhi, kipimo chako cha eda sio miezi mitatu. Yule ambaye kipimo chake cha kukaa eda miezi mitatu, yupi jamani? Asiyepata hedhi kwa sababu ya utu uzima, au pengine kwa sababu ni mdogo bado, amekuwa lakini hedhi hapati. Tumeelewana kila mama? Wa pili ni mwanamke aliyeachwa na mume ili hali anapata hedhi. Huyo kipimo chake cha kukaa eda ni kupata hedhi 3 au tahara 3. Tumesema talaka ya kisunna, na urejesha kwenye talaka ya kisunna mara moja. Talaka ya kisunna ikibidi kuacha talaka ngapi? 1. Na kuache hali ya kuwa upo msafi au uko kwenye hedhi? Uwe msafi. Kwa kuwa amekuacha ukiwa msafi na unapata hedhi, unahisabu eda yako kwa hedhi. Unaangalia, umeenda umezunguka hedhi ya kwanza ukatoharika, sema hii ya kwanza hiyo. Umeenda ya pili ukapata hedhi ukatoharika, ya pili hiyo. Ukaenda ya 3 ukapata hedhi ukatoharika, ngoma imetoka, si mke tena kama haja kurejea wakati umo ndani ya eda. Sasa wanawake wangapi leo wanapata hedhi wakiachwa wanahesabu kwa miezi? Wengi jamani, sio wengi. Anajikuta kaolewa na miezi yake mitatu hali ya kuwa ni mke wa mtu. Kwa nini? Qur'ani inasema kigezo chake cha kukaa eda ni hedhi 3. Hedhi 3 hajapata bado, yeye kaketi miezi mitatu, kaolewa, ndoa juu ya ndoa. Kina mama mmenielewa, mjanielewa jamani? Haya, tunakwenda mwanamke wa 3 anaketi eda yake hedhi 1 tu. Tena huyo ni wa 3 na wa 4. Nimekutajieni hivi punde. Ni nani hao? Aliyejivua na ambaye kadhi kafanyaje? Kaivunja ndoa yake. Huyo anakaa hedhi 1 tu. Ikamateni, hamna ilmu zaidi ya hiyo kina mama. Na mimi mihadhara kina mama huwa sifanyi kama muhadhara, nafanya darsa. Binti yako, rafiki yako, shoga yako huko wapi alipo, kajivua bana, nimejivua shoga, mwambie sasa leo nimepata darasa bana. Wewe kipimo chako ni hedhi 1 tu. Usije ukajiweka ndani hedhi 3, unajipa tabu. Hedhi 1 tu. Kwa nini? Ndoa yake haikutokana na talaka, imetokana na kujivua. Ndoa yake haikutokana na talaka, imetokana na kadhi kuivunja. Tumeelewana kila mama? Kwa hiyo mwanamke wa 3 na wa 4 wanaketi eda hedhi 1 tu. Nao ni nani? Aliyejivua katika ndoa au ambaye kadhi ameivunja ndoa yake. Tuje kwa mwanamke wa 5. Ni mwanamke anayepaswa akae eda miezi 4 na siku 10. Huyo ndo mnamjua, si ndio? Nani huyo?
aliyefiwa na mume. Kila mwenye mume Allah ampe mume wake umri mrefu wenye khair na baraka, na nyinyi pia kupeni umri mrefu wenye khair na baraka. Allah kuonyesheni watoto wenu, wajukuu zenu, mpaka vilembo vyenu inshallah. Na wasiolewa Allah pia ajalie dua hii wahusu watakapoolewa. Kina mama tumeelewana? Miezi 4 na siku 10 ni yule aliyefiwa na nani? Na mumewe. Swali darasa hilo sawa. Umeachika, unatumikia nini? Eda ya kuachika. Umeketi ndani ya nyumba ya nani? Ya mume wako, sawa kina mama? Ghafla unasikia alipokwenda kazini kapata ajali kafa. Uko ndani ya eda ya kuachika, ya talaka rejea, unafanyaje? Automatically ile ya kwanza imefutika, unaanza hii ya pili ya miezi 4 na siku 10. Sawa kina mama? Tayib, kwa kumalizia, mwanamke mwingine eda yake inategemeana, inaweza kawa ndefu kweli kweli au ikawa fupi kweli kweli. Mmemjua mamangu nani? Mjamzito. Maswali ndo hayo. Hebu nitajie, siku nitakuja. Hebu nitajie mwanamke ambaye eda yake inategemea, inaweza kawa ndefu kweli kweli au fupi kweli kweli. Simple. Nani? Mjamzito. Mjamzito inafaa kumwacha, haifai kumwacha? Sheria imeruhusu kumwacha. Lakini nyinyi kina mama unapiga simu, shehe ameniacha nikiwa mjamzito, imeswi hiyo? Hamjasoma dini. Kwa nini mnauliza? Maskini, angalia ile hali yako. Ni kweli si busara kumwacha akiwa mjamzito. Anaweza kupata pressure, kifafa si cha nini? Cha uzazi, si pressure uzazi, kuna sukari ya uzazi ambayo vinakuja tu kwa muda, akijifungua Allah anamstiri vinaondoka. Lakini ndio imetokea kakuacha, imeswihi bila ya waswasi wowote ule. Kama amekuacha uko katika ujauzito wa miezi 9, kakuacha sasa hivi saa 1 mbele umejifungua, eda imeisha. Kakuacha mimba changa wiki 2, unakaa eda. Lakini sasa eda yako wewe iko tofauti na aliyefiwa. Unaketi naye, sheria imesema ukae naye nyumbani kwake, si ndio? Kimoja tu unahama kitandani na chumbani, mnacheka, mnaongea nini na nini, rafiki yako, ndugu yako, mume wako, kila kitu chako. Hilo moja tu, akitaka mwambie mimi ni Shafi, taamka kunirejea, sio kwa vitendo. Shafi si tukasema ni maneno jamani, Tumeelewana kina mama? Kwa kiufupi, leo nilikuwa nimependa niwaletee somo linalosema mwanamke aliyepewa talaka rejea bado ni mke wa mtu. Ikitokea akakuacha mume wako, usikurupuke. Ni ya ngapi? Kama ni ya kwanza au pili, kaa eda nyumbani kwake, hama kitanda tu. Shekhe, nyumba zenyewe za Uswahilini chumba kimoja tu, tunafanyaje shekhe? Msilale pamoja kitandani, moja alale chini, moja alale juu. Na ni busara yeye akalala chini, aliyekuacha apate ubaridi wa sakafu kidogo. Tumeelewana kina mama